Naitwa Joseph Bosire Kemuku, nyumbani Nyamira County. So na hapa siku ya leo iko jela ya kwamba ambapo sikuwa natarajia kwa maisha yangu ya kana kwamba nitakuja kukaa mahali kama jela. Maisha ya jela siwezi sema ni nzuri. Maisha ya jela kitu ya kwanza ni ngumu. Ni ngumu na si rahisi. Juu ukiamka ni jela, ukilala ni jela, ukikula ni jela, ukitembea ni jela, mafikirio yako yote ni jela. So unapata ya kwamba jela ni mahali pengine ni pale tunasemanga ni kaburi yenye halina msalaba. Ndani ya watu mafikirio wako nao si kama mtu akoraia. Uyu ndeciririe muthenya umwe wa mithenya ni agakorwo jela. Nilikuwa naonanga wengine hata mimi mwenyewe naogopa. Wengi kulingana na utafiti wangu, watu wengi si wenye makosa hapa. Jela ni kama hospitali. Jela ni ajali na si kupenda kwa mtu kuja jela. Ijapokuwa kuna wenye wamefanya hadharani ndio, na kuna wenye ukweli hawajafanya, lakini ijapokuwa walikuwa wanahusika kwa njia moja ama ingine. Jela ni mara mbili. Jela ukiwa ni mtu uko na vision yako na ndoto zako, jela pia itaweza kukuchengea maisha kama uko na positive ways, na kama uko negative ways, jela itaweza kukupomorea maisha yako. Unapokuja jela umekuja na kesi na umekuja na mambo yako yanakusumbua. Ukikuja ukijisahau jela, ukweli utangaika. Haya, rekere utoigere uhoro-ini. Joseph Bosire eguku ni undu wa uragani. Ilikuwa mnamo mwaka wa 2017 mwezi wa 6 tarehe 27, ilikuwa siku ya Jumatano usiku, ambapo nilikuwa nafanya katika kampuni moja ya Sinichenta hapa Ruiru ya maua ya kutengeneza greenhouse. Ya kwamba hiyo siku tulikuwa tumeshapokea mshahara, mimi na kaseni yangu na beste yangu ambayo anaishi na yeye pamoja. Hiyo siku wakati tulipokea mshahara, tuliponda la tangu asubuhi mpaka ikafika jioni, lakini ikafika masaa jioni hivi saa 12 hivi saa 1 tukapoteleana na huyu kaseni yangu na huyu beste yangu ambaye anaishi na kaseni yangu. Kidogo hivi inapokuwa hapo madukani hapo prison kwa college ya maskari hapo hivyo, tukapatana na wao. So unajua ile harakati ukiwa mlevi pia kuna vile una ubiefu. So mimi nikajaribu kubiefia kaseni yangu na nikamtusi. Na yeye sababu anajua wakati mtu amelewa, sababu ananielewa, yeye akafanya nini, akaenda. Lakini huyu mwenye walikuwa na yeye juu ni best yangu na wanaishi na yeye, juu mimi niko kwangu kifyangu, huyu jamaa yeye alirudi nyuma na kunishika mashadi na kuniuliza kwani mbona unatutuzi, na mimi ya kwamba mimi si kuwa nimemtuzi yeye, nilikuwa nimetuzi kaseni yangu. Hapo kaseni yangu yeye akapiga kona moja hivi akaenda. Tukabaki na huyu mjamaa hapo kwa madukani na avinyonzi. Hapo tukaanza kupigana. Na mimi ukuri ya kwamba mimi hakuna chochote ambacho tulikuwa tunaulizana na huyu mjamaa, na huyu mjamaa bado ni wa nyumbani, so unajuana. Hata wazazi wake ananijua na wazazi wake wanajua wazazi wangu. So tulipigana hapo, ikawa kuna vile nilikuwa nimevaa kisuti, nilikuwa nimevaa headphone na simu. So Kenya kiriniudi ni ile tumepigana na Kenya tunapigania hakuna. Sina deni yake, ana deni yangu, na tumeshinda tukikunywa pombe kutoka asubuhi mpaka jioni. Mimi sina kama hakuna wadui na mimi kunipasulia hizo headphone zangu na simu na kupigana hapo na kuniumiza. Yani tembo ikapanda, nikapandwa na hasira. Na ukweli kwa hapo nilikuwa mlevi, unaona. So tukaachana hapo. Kwa kuachana mimi nilienda kwangu. Kuenda kwangu nikaenda nikakaa chini. Unaona sasa, nikafikiria huyu jamaa tunaulizana nini? Sisi ina deni yake na ana deni yangu. Na tangu asubuhi na tangu wakati mwingi tumeshinda tukiwa na yeye, tukikunywa pamoja, tukifanya mambo mingi pamoja kama mandugu. Ya kwamba hasira ilipanda, kuangalia amenipasulia headphone zangu, simu, na amenipiga.
na hakuna Kenya tumeulizana na yeye. Hata mwenye nimetusi si yeye, ni kasini yangu. Kamenya tari oro itheru mundu agikua gacagacaine iyo. Sijui nifikiria nini hiki mawazo. Ukweli ukiwa mlevi wanga mawazo wanga imechotwa. Saa hii ndio naenda kujifikiria kwamba ulevi si kitu mzuri. Nikachukua kisu. Unajua mwanaume lazima ujichoche. Kuchukua kisu, kuna wamama walikuanga hapo chini wakaniambia so achana, nikaambia hapana, huyu mjamaa amenitafuta na sasa amenipa na sasa amenipata, waje nimuendee. Kisu kwa kinena mpaka kwao. Kufika kwao nikapata ni shemeji yangu ako kwa nyumba, hawapo. Shemeji yangu akaniuliza mbona uko hii, mbona uko haraka, si ukae at least hata tupike tukule. Nikamwambia hapana, iko na haraka sana. Umenionea kefo wapi? Sababu huyo mjamaa alikuwa anaitwa Kefo.